Halo, habari, karibuni tena. Hii ni video episode ya pili ya video hii. Ile ya kwanza nimeelezea vyakula ni mbinu zipi za kufanya uweze kuwa na maradhi, lakini hii ni video ambayo itakusaidia wewe kama hauhitaji hiyo maradhi. Yaani wewe hauhitaji kupatwa na maradhi, lakini kama unayo, ni njia zipi zitazokufanya uweze kupona changamoto hizo za pressure, matatizo ya moyo kutokana na maradhi ulionayo. Kitu cha kwanza, kula mlo sahihi. Mlo sahihi wenyewe nao uzungumzia, pendelea sana ulaji wa vyakula vya protini. Acha vyakula vya wanga, acha vyakula vya sukari. Itakusaidia sana. Yaani acha vyakula vya wanga, acha vyakula vya sukari. Itakusaidia uweze kupona changamoto yako. Utanishukuru baadaye. Acha ulaji wa vyakula vya sukari, acha ulaji wa vyakula vya wanga. Na vyakula vya wanga ambavyo vina wanga kidogo, ambao unaweza kuwa unakula mbadala wa wali, ugali, vyakula vya ngano, mara hiyo chapati, mandazi, sambusa nini. Mbadala wake ni huu. Kula vyakula viazi vitamu, kula mihogo, kula magimbi, kula viazi vikuu, kula maboga. Hivi ni vyakula ambavyo nadhani vinapatikana kila sehemu. Sasa wewe kama unahitaji kuendelea na maradhi hayo, endelea kutumia vyakula. Endelea kutumia vyakula vya sukari, vyakula vya wanga, utaona hali itakapokuwa. Lakini kama unahitaji kutoka katika changamoto hii, kutoka katika maradhi hayo, au hutaki kuugua maradhi hayo, tumia vyakula vya protini. Tumia nyama, tumia samaki, tumia supu ya dagaa, tumia maharage, tumia maziwa. Penda sana kutumia vyakula. Tena katika kipindi hiki cha mfungo ambacho umefunga, itapendeza sana wakati wa kufungua. Fungua na vyakula vya protini, acha vyakula vya wanga. Utanishukuru baadaye. Na kama wewe ni mwanga wa matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari, fanya hivi vitu. Kula hivyo vyakula, utaona mabadiliko yako makubwa. Pendelea ulaji wa vyakula vya protini, pendelea ulaji wa vyakula ambavyo vina wanga kidogo, ambavyo hivyo ni vya asili kabisa, ambavyo ni mihogo, viazi vitamu kama nilivyoelezea, magimbi, viazi vikuu. Hivyo vitakusaidia sana. Lakini pia kunywa kuanzia lita 1.5 kwa siku na kuendelea. Lita 1.5 kwa siku na kuendelea. Hii itakusaidia sana wewe uweze kuwa vizuri. Lita 1.5 kwa siku na kuendelea. Kuanzia lita 1.5 mpaka lita 2. Itakuwa ni nzuri sana. Lakini pia pendelea ufanyaji wa mazoezi. Tembea, usipende kukaa muda mrefu. Fanya mazoezi, tembea, kama unaweza kukimbia, ukafanya mazoezi pale nyumbani kwako. Ni nzuri sana. Cha msingi tu angalau ufanye mwili wako uweze kuwa na nguvu, ufanye mwili wako uweze kuchangamka. Hii itakusaidia sana. Sana. Lala masaa 8 kwa siku. Lala masaa 8. Hii itakusaidia. Lala masaa 8 itakusaidia. Hivyo ni vitu baadhi ambavyo vitakusaidia kufuatilia kwa makini. Japo vipo vingi, fuatilia kwa makini hivi. Itakusaidia sana na utajikuta umerudi katika hali yako ile nzuri ya zamani. Unaweza unakuwa na nguvu. Lakini pia kitu ambacho utakifundisha kitu kingine, faida za kufunga. Ili kunifuatia katika video hii, faida za kufunga ni zipi? Kufunga kwako wewe ni faida gani kwenye